Yeah. Leo pia mimi nataka niulize swali kidogo. Swali yangu ni simple na ni ngumu pia. Tuseme umeenda pahali, ukapatana na msee, ukapatana na watu wawili. Mmoja amejihami, ako na silaha, pengine panga, pengine kisu, pengine ako na bunduki, pengine ni fimbo tu, kuna tu kifimbo ama rungu. Alafu kando yake pia kuna mtu, yeye hana rungu, hana pingu, hana nyororo, hana kisu, ako tu na wanatoshana in terms of mwili. Kuna mwenye ni kubwa kuliko mwingine ati in terms of mwili, ama mrefu kuliko mwingine. Ukaambiwa kati yao wawili nionyeshe mwenye nguvu ni mgani. Labda ni maadui na wamepatana. Wewe utasema pale mwenye nguvu ni mgani? Acha nikwambie, mimi pia niko na jibu yangu. Sasa acha nikwambie, mwenye nguvu huwezi mpata na uoga. Mwenye nguvu haendangi na uoga, kwa sababu ataogope nani, na yeye ni mwenye nguvu. Nani watamtisha? Na ni yeye mwenye nguvu. Unanipata? Haya, mwenye nguvu kwa sababu hana uoga, mara mingi utampata akishinda akitembea na silaha. Utampata akitembea na kisu ameficha sijui wapi huko karibu na mdunga sehemu nyeti akitaka kutembea. Mwenye nguvu utampata na kawembe, amejiwekea kawembe pahali just in case kitu ihape. Mnyonge on the other hand, mnyonge lazima kuwe na silaha. Unajua silaha mnyonge anatembea nao kwa nini? Kwa sababu ya uoga. Na mnyonge anajuanga kwa uoga, anajuanga ni mnyonge, na anajua hizi acha silaha chini. Hata kama ameenda wapi, hadi kama ni kwa bafu, anaenda na silaha yake. Kwa sababu pia bafu bado anaingia na ile uoga yake. Kila pali ataenda na silaha. So hapo kidogo naweza elewa answer yangu ni gani. Nimejibu, najua nimejibu. Alafu tabia za wanyonge, acha nikwambie, tabia za wanyonge nimekuja kugundua wanapenda kujisurround sana na wenye nguvu, kwa sababu ya uoga.